Hey, mambo team. Okay, leo jamani nitaonesha jinsi gani ya kutengeneza lipa namba ya machinga. Lipa namba ya machinga tutatengeneza ni simple tu, lakini kumbuka lipa namba ya machinga inachohitaji ni namba ya simu pamoja na TIN namba. Kama mteja hana TIN namba, itahitajika kitambulisho cha NIDA. Yaani mteja awe na TIN namba au kitambulisho cha NIDA, kimoja wapo hapo awe nacho. Pia kinachohitajika zaidi cha muhimu ni eneo la biashara au picha ya duka tunasema. Kwa hiyo jinsi ya kutengeneza, tutaingia hapa Merchant onboarding, tutaenda hapa new merchant, then tutaingia hapa kati machinga, kisha tutaandika namba ya simu ya mteja ambaye tunataka tumonboard hapo. Kisha utasend OTP hapo, mteja atatumia OTP, kisha utaijaza kama ilivyotumwa. Okay, hii tayari, kwa utaenda tu next. Hapo itakuletea business detail kama kawaida. Kwa hiyo utakachofanya utahakikisha category, utaangalia tena hapo, lakini hapo ishakaa hapo. Category ni merchant, imeshaandika merchant nini machinga. Kwa hapo cha msingi utakuja utajaza entity name hapo. Entity name hili ni jina la biashara la mteja ambalo anallohitaji. Lakini sasa katika jina la biashara mteja anatakiwa liwepo katika eneo lake la biashara. Yaani katika ile eneo la biashara, katika kupiga picha hilo jina pia liwepo. Kama litakuwa alipo, mtengenezee tu ya jina lake. Mfano kama huyu mteja wangu ni okay. Hapo majina ya mteja andike ya matatu kama yalivyo. Na chini hapo utaandika tena majina yake matatu ya mteja. Juu kama mteja atakuwa na jina la biashara, utaandika jina lake la biashara, chini utaandika majina yake matatu. Kama mteja hatohitaji au kama itakuwa hana kigezo cha kuweka jina la biashara, utaandika majina yake matatu juu, na chini pia utaweka majina yake matatu. Okay, tayari. Kwa hiyo ukishamaliza unakuja hapa unachagua type of business. Type of business ni jina la, yani ni biashara gani mteja anayoifanya. Kwa hiyo nitakuja nitachagua hapa mteja wangu mimi ana duka la nguo. Kwa hiyo utaangalia hapa, kama hakuna utaangalia tu. Mfano hapa nitaweka tu shop. Kimaliza hapo chini address type ishakaa hiyo headquarter. Kwa cha msingi utakuja utajaza tu hapa mkoa. Utajaza na wilaya yake. Kisha utachagua sehemu. Ukishachagua hapo chini utakwambia city au plot name. Plot number. Plot number utaandika mtaa, namba ya mtaa au jina la mtaa. Mfano. Ukishaandika chini wamekwambia business phone number utaandika. Hapo utaandika namba ya simu ya mteja. Ndio utaiandika hapo. Alternative kama kawaida, kama inakuwa haina shida mteja anahitaji namba mbadala, unaenda tu hapo next. Ukisha next itakuja kama hivi. Juu amekwambia machinga lesson. Hapa tuelewane, hii sio leseni bali ni machinga lesson, yani leseni ya machinga. Mfano leseni ya machinga ni TIN number. Kama sio TIN number au namba yake ya NIDA au kusema kitambulisho. Kama hapa tutaandika namba ya TIN number ya mteja wangu. Okay. Hapa chini wamekwambia lesson expire date. Hapa utaangalia tu ile lesson yako ni muda gani, after utaenda utaongezea tu nafasi. Kwa sababu mara nyingi TIN number zinakuwa hazina expire. Utaongeza kama ni mwaka mmoja mbele, utaongeza hapo. Okay. Chini wamekwambia machinga lesson. Machinga lesson unaenda kupiga picha TIN number. Okay. Hapo utapiga picha TIN number, utaingia hapa
kwenye kamera utakibonyeza. Kwa kuwa hapa mimi sina TIN number, nitakachokifanya natumia tu karatasi kuonyesha kama ni sample. Utapiga picha hapo. Nikishapiga picha itakuonyesha kama hivi TIN number yako utaruhusu. Ukisharuhusu sasa kwenye kupiga picha la duka. Kupiga picha ya duka, usiende kwenye VAT. VAT haina shida. VAT utaachana nayo. Utakuja hapa chini walipokuambia add another page. Kama tulivyosema hapo chini utakuja add another page. Hapa chini VAT utaachana nao. Utakuja utabonyeza hapa add another page. Add another page utaenda utapiga picha duka la mteja sasa hapo. Kama mimi mteja wangu ni hapa, nitamvuta kidogo. Ila hakikisha sasa wakati unapiga picha usipige picha bidhaa, piga picha duka kama hivi. Yaani unalipiga biashara yote kama ilivyo. Ukishapiga wao watakuletea kama hapa. Ukishaletewa tu kama hivi, utahakikisha picha yako nimekaa sawa. Kama haijakaa sawa, utabonyeza hapa chini kwa ajili ya kuipiga vizuri. Okay, hapa imekaa fresh. Unaona kama hapo unapiga, unahakikisha picha yako imekaa fresh, inaonekana eneo la biashara vizuri. Unaenda unatuma. Ukishatuma hapo inakuwa imeshakaa hapo. Kwa hiyo cha msingi ukishamaliza hapo, unakuja unabonyeza chini huko next, VAT utaachana nayo. Ukishabonyeza next utakuletea hapo. Ukishakuletea utakuja utabonyeza next tena. Utakuja utabonyeza generate QR. Kwenye generate QR sasa hapo itakuletea ile lipa namba pamoja na QR code yake. Wewe cha msingi utachukua ile lipa namba, utashare kwenye group, utamwomba madam atakuondolea, atakutolea approved. Kama itakuwa ina changamoto madam atakwambia, lakini kwa jinsi kama utapata mtiririko huu ita approve moja kwa moja. Kwa hiyo ni ipo hivyo. Utashare kwenye group, utamwomba madam atakutolea, akishakutolea pale unaendelea na kazi. Kwa hiyo cha msingi ni ipo hivyo ndugu zangu.